tunataka tuwashangilie kwa mikono. Wacha tuwashangilie kwa makofi. Wherever you're following us from, popote unapotufuatilia, whichever country you're watching us from, nchi yoyote unayotoka, we are blessed to have you. Tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe. You are following us has been a blessing. Umekuwa ukitufuatilia ni baraka. And we also thank you for subscribing into this channel. Na pia tunakushukuru kwa kufungua hii channel. We also thank you even for the messages some of you have been sending. Na pia tunafurahia kwa ile ujumbe ambao tumekuwa tukikupea. We have received so many comments. Tumekuwa tukipokea mawaidha tofauti. And some of them have really encouraged us. Na pia wengine wamekuwa pamoja nasi. Some of those comments have really encouraged us. Na pia hizo comments tumekuwa tukizipokea. We shall keep on praying for you. Tunaendelea kuwaombea. We have a message to share. Tuko na ujumbe wa kushiriki. We are reading from the 2 Corinthians. Tunasoma katika kitabu 2 Kings. Tunasoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili. We are reading from 2 Kings. Tunasoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Chapter 4. Mlango ni wa 4. 2 Kings chapter 4. Wafalme wa Pili mlango wa 4. From verses 2 Kings chapter 4. Wafalme wa Pili mlango wa 4. We are beginning from verses 1. Tunaanzia mstari wa kwanza. Father, we thank you because of your word. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. And also because of our listeners here. Na pia kwa ajili ya wasikizaji hapa. Plus our viewers. Na pia watazamaji wetu. We are ready to hear from thee. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Minister to us. Tuhudumie sasa. We welcome you this place. Tunapokuwa mahali hapa, we welcome you to come and take over here. Tunakukaribisha uchukue nafasi hapa. As God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Kama Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Take over and bless your word. Chukua nafasi na ubariki neno lako. And in the name of Jesus we do believe and pray. Na ni katika jina lako tunaomba na kuamini. And let everybody say amen. Na kila mtu aseme amen. We are reading from the book of 2 Kings. Tunasoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili, chapter 4. Mlango ni wa 4. The Bible says in verse 1. Maandiko yanasema katika mstari wa kwanza. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha saying. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyewia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. The Bible says, verse 2. Verse 2, the Bible says, and your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditors coming to take my 2 sons to be his slaves. Verse 2. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? What do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. It was after the choice of the person. You can bring as many as you can. Verse 4. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour into all those vessels and set aside the full ones. Kisha uingie ndani, ujifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Verse 5. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe, hao akawaletea vile vyombo, na yeye akaimimina. Verse 6. Now it came to pass,
Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. And he said, there is not another vessel. So the oil ceased. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, We are sharing on a message Tunashiriki ujumbe. that God uses what you have Mungu hutumia kile ambacho uko nacho to perform a miracle. kufanya muujiza. God uses what you have Mungu hutumia kile ambacho uko nacho to perform a miracle. kufanya muujiza. The Bible talks of a certain lady. Biblia inaongelea kuhusu mwanamke mmoja, The lady was a widow. mwanamke ambaye alikuwa ni mjane, The lady has lost the husband. mwanamke ambaye amempoteza mume wake, The lady was a widow. mke ambaye ni mjane. This lady Huyu mwanamke was also a wife ambaye pia ni mwanamke to one of the sons of prophets. wa mmoja wa wana wa manabii. So this was a very important lady. Ilikuwa ni kiwango kizuri. This was a very important lady. Huyu ambaye ni mwanamke alikuwa ni mwanamke mzuri. This lady had a challenge Huyu mwanamke alikuwa na changamoto. that before the husband passed on, Kabla ya mume wake afe, the husband went and borrowed something. na kwamba huyu mume wake alikuwa ameomba kitu. The husband went and borrowed some things. Mwanamke huyu mume wake alikuwa ameenda kuomba vitu. So when the husband passed on, Na baada ya mume wake kufa, the owner of those things, mwenye hilo aliyekuwa ameenda kukopa kwake, the creditor, yule ambaye ni mkopeshaji, the owner of those things, the creditor, huyu ambaye ni mkopeshaji came. akakuja, And the creditor wanted the wife, na huyu mkopeshaji akataka huyu mke wake wanted this widow ambaye ni mjane to pay. ili alipe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The lady was unable. Huyu mwanamke hakuweza, The lady was unable. huyu mwanamke hakuweza. So this lady found herself Kwa hivyo mwanamke huyo akajikuta mwenyewe in a situation that was challenging. kwa hali ambayo ilikuwa ni changamoto. According to the Mosaic law, Kulingana na wakati huo, the Mosaic law, the laws of Moses, the Mosaic law. kulingana na hiyo sheria ya Musa, When you read in the book of Exodus, ukisoma katika kitabu cha Kutoka chapter 21, mlango ni wa 21 verses 2 to 4, mstari wa pili mpaka wa 4. what used to happen during those days Kile ambacho kilikuwa kinafanyika wakati huo, is that when you ate things that belong to somebody else, unapokuwa na kitu ambacho ni cha mtu mwingine and you are unable to repay, na ukose kulipa na ukose kulipa, what used to happen during that time, kile ambacho kilikuwa kinafanyika wakati huo, the person could come mtu huyo angekuja and take with the debtor na achukue huyo mwenye deni plus your children. pamoja na watoto wake, You will go and serve that person au ili uende ukamtumikie mtu huyo until the year of Jubilee. mpaka hiyo miaka iishe. You shall be there Utakuwa mahali pale until the year of Jubilee. ili wakati huo uishe, Until the year of Jubilee. kabla ya wakati huo wa kuisha. You will serve until the year of Jubilee. Utafanya mpaka wakati ambao umekamilika. Utakuwa pamoja naye mpaka wakati wa Jubilee. Kuna mwaka inaitwa Jubilee. Utakuwa pamoja na yeye mpaka huo mwaka wa Jubilee. Ukiangalia katika kitabu cha Leviticus, when you look at the book of Leviticus, Unaposoma kitabu cha Walawi chapter 25, mlango wa 25 verses 39 to 40, kuanzia 39 mpaka 44, you plus your children, wewe pamoja na watoto wako you are to serve the person ungefanyia mtu until the year of Jubilee. mpaka mwaka wa Jubilee. So when the year of Jubilee reaches, Wakati wa mwaka wa Jubilee ukifika, that's when the person will release you. ndio sasa wewe mtu akuachilie. But before that you are to serve. Na kabla ya wakati huo lazima umtumikie. That's the same way we are. Hivyo ndivyo ilivyokuwa You plus me, wewe pamoja nami, plus you that you are viewing na us, wewe pia ambao unatutazama, that when we lost in the Garden of Eden, ya kwamba unapoingia katika shamba la Edeni, when we lost in the Garden of Eden, wakati tulipokosa katika shamba la Edeni, the devil got all the permission and the power. shetani aliomba ruhusa na nguvu. And in Romans chapter 5, Katika Warumi 5 we were to be his slaves. tulikuwa tukue watumwa wake We were to serve him. ili
We want to serve him. tulikuwa tumtumikie. I have a message this morning. Niko na ujumbe asubuhi ya leo. Wherever you are following us from, Mahali popote unapotufuatilia, God uses whatever you have ya kwamba Mungu anatumia chochote ambacho uko nacho to perform a miracle. kufanya muujiza. So when the creditor Wakati ambapo mkopeshaji came, alipokuja wanted to take the children ili achukue watoto wake plus this widow pamoja na huyu mjane to go and serve him, ili waende wamtumikie, we thank our God tunamshukuru Mungu wetu because he is always in time. kwa sababu ni Mungu ambaye ni wa wakati. Our God is always in time, Mungu wetu ni wa wakati kila and wakati, his timing is the best. na wakati wake ni mzuri. When the enemy is just about to begin celebrating, Wakati ambapo walikuwa karibu kuanza kumsherekea, when the enemies are just about to begin laughing, wakati wa maadui walikuwa karibu kuanza that's kumchekelea, the right time that our God shows up hapo ndio wakati mzuri ambapo Mungu and he alijionyesha does a miracle na akafanya muujiza that makes our enemies, ambaye anafanya maadui all of them to be quiet. ili wakaweza kunyamaza, All of them to be quiet. ili wakaweza kunyamaza. When the enemy Wakati adui came, alipokuja the right time kwa wakati to unaofaa take this lady ili achukue mwanadada huyu plus her kids, pamoja na watoto wake, that was the time. hiyo ndio wakati, That was the time. hiyo ndio wakati, At the appointed time hiyo ndio wakati that God was waiting for Mungu ambaye alikuwa anautarajia to show up, kujionyesha, to show up. kujionyesha. Remember Psalms 23, Kumbuka katika Zaburi 23 verses 20, verses 5, mstari wa 5 that says that our God ya kwamba Mungu wetu prepares us a table huwa anaandaa meza before in the presence of our enemies. mbele za maadui zetu. When this person was expecting, Na huyu mtu when they were expecting now to come and take the widow plus her children, ili akuja achukue watoto pamoja na huyu mjane, the widow went to the servant of God called Elisha. mjane huyu akaenda kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha, Thank God because of his servants. akamwambia Mungu kwa sababu ya mtumishi wake. Thank God because of his servants. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wake. In 2 Chronicles 20, Katika kitabu cha katika Chronicle mlango wa pili, when the nation of Judah was about to be then there was about to be the three nations that came against it. kuna mataifa matatu ambayo yalikuwa yamekuja kinyume na Yuda. When they were about to fight it, Wakati walipokuwa wanataka kupigana nayo, the Bible says in 2 Chronicles 20 maandiko yanasema kitabu cha Chronicle wa pili, that the king Josephat said, inasema hivi, King Josephat said Jehoshafati akasema hivi, that believe in the Lord God ya kwamba mwamini Mungu and you shall be established. ili ukaweza kusimama, Believe in his prophets ya kwamba amini katika unabii and you shall prosper. ili ukaweza kufanikiwa. This is important, servant of God. Kuna mtumishi wa Mungu, It is important ni vizuri mtumishi wa Mungu that you value vessel that carries God. ambaye upate mtumishi ambaye anambeba Mungu, That you value the vessel that carries the presence of God. ya kwamba upate chombo ambacho kinabeba nguvu za Mungu, This vessel can change your life. ambaye inaweza kubadilisha maisha yako, When things go to us, ambaye vitu vinavyoharibika. or this widow, Kwa huyu mjane she remembered the certain servant of God. alikumbuka kwamba kuna mtumishi mmoja wa She Mungu, remembered Elisha, alikumbuka Elisha, and she said that akamwambia I will go to that servant of God ya kwamba nitaenda kwa mtumishi wa and Mungu tell her what I'm going through. nimwambie kile ambacho napitia. She told the servant of God Akamwambia mtumishi wa Mungu that my husband passed on, ya kwamba mume wangu alikufa, but my husband ya kwamba mume wangu used to be among the sons of prophets. alikuwa ni mmoja wa wana wa manabii, Now I have a challenge. na sasa niko na changamoto A credit has come, ya kwamba kuna mtu ambaye amekuja ambaye and the credit want to take me plus my children. ya kwamba amekuja ili achukue watoto wangu. I've tried by all means. Nimejaribu kwa njia zangu I was unable to solve this situation. lakini nimekuwa na ugumu kwa kufanya What hivyo. can I do, man of God? Naweza fanya nje mtu wa Mungu, What can I do, man of God? naweza fanya nje mtu wa Mungu. Somebody asked her. Mtumishi akamuuliza, Elisha asked her, Elisha akamuuliza, what do you have in your house? kuna nini kwa nyumba yako? God uses that little. Mungu anatumia kile The kidogo little you have is what God uses. kidogo ambacho kunacho, kile ndicho Mungu anatumia. The woman said, Mwanamke akasema, I have a little jar of oil. niko tu na mafuta kidogo, I have a little jar of oil. niko na mafuta
Holy Spirit in you. unapokea hiyo kiwango cha mafuta ndani mwako. You receive some deposit of the Holy Spirit in you. Unapokea Roho Mtakatifu ndani mwako. Servant of God is something in you. Mtumishi wa Mungu kuna kitu ndani My mwako. sister and my brother, there is something in you. Kuna kitu ndani mwako wewe ndugu, wewe dada. The Bible says in Proverbs Biblia inasema katika kitabu cha Methali that the gift of a man ya kwamba kipawa cha mtu opens the room for a man inaufungua mlango kwa mtu and brings the man na inamleta mtu before great men. mbele za watu wakuu. To this lady, Kwa huyu mwanadada, the little jar of oil, kila tunafuta kidogo katika chupa the yake, little jar of oil, hiyo mafuta tu kidogo katika chupa yake it meant a lot to her. ilifanya mambo makubwa kwake. No, it meant a lot. Haikumaanisha kitu chochote It kwake, meant a lot to her. haikumaanisha chochote kikubwa kwake. Little did this lady knew. Kidogo ambacho hakujua, Little did this lady knew. kidogo ambacho, kila ambacho hakujua, What she's having kila ambacho alikuwa nacho can change her life. inaweza kubadilisha maisha yake. I have a message this morning. Niko na ujumbe kwako asubuhi ya leo, That God uses the little you have. kwamba Mungu tumia kidogo ulicho nacho. God uses the little you have. Mungu tumia kidogo ulicho nacho. Nobody has nothing. Hakuna mtu mwenye hana chochote. Everybody has something. Kila mtu ako na kitu. Everybody has something. Kila mtu ako na kitu. There is something in you. Kuna kitu ndani mwako. The Bible says you are fearfully and wonderfully made. Maandiko yanasema kwamba sisi ni watu wazuri wa You are made kupendeza. in the image of God. Umeumbwa kwa mfano wa You Mungu. are not a normal person. Wewe si mtu wa kawaida. There is something in you. Kuna kitu ndani mwako. In 1 Kings chapter 17, Katika Wafalme wa kwanza mlango wa 17, Elijah Elijah went to the wilderness akaenda katika jangwa and went to a certain lady's house. na akaingia katika nyumba moja ya mwanadada, The widow mtu ambaye ni mjane, who was living in a place called Zarephath. ambaye alikuwa anaishi mahali panaitwa Sarefati. She requested this lady to give him water to drink. Akamuomba amupe maji anywe. And when the lady was going to draw the water, Wakati mwanadada alikuwa kwenda kuchota maji, she told the lady, akamwambia yule mwanadada, prepare for me a piece of bread. niandalie mkate nile. The lady told Elijah, Huyu mwanadada akamwambia Elijah but I only have a little flour ya kwamba niko tuna unga kidogo and a little oil. na mafuta kidogo, I'm planning to prepare a meal. najiandaa kupika chakula, Our last meal and eat with my son. chakula chetu cha mwisho, ili nile na mtoto And wangu, then we die. ili tufe. Then someone of God told her, Na mtu huyo mtumishi akamwambia, don't fear, you just go and prepare for me. usiogope, wewe niandalie tu And mimi, prepare for me first. niandalie mimi kwanza, Then later on you will prepare with your son. baadaye utajiandalia pamoja na When kijana the wako. lady agreed agreed Huyo dada alipokubaliana na yeye and prepared a cake for a bread for Elijah. na ili aende amwandalie mkate kwa The Elijah, Bible says for 3.5 years, maandiko yanasema kwamba kwa muda wa miaka 3 na when nusu, there was a severe drought in Israel, kulipokuwa na njaa kuu Israeli, this lady never lacked. huyu mwanadada hakukosa, She had always. alikuwa nacho kila mara. God used a little flour. Mungu anatumia unga God kidogo, used a little oil. akatumia mafuta kidogo Perform a miracle of multiplication. kufanya muujiza, To perform a miracle of multiplication. kufanya muujiza. What do you have? Ni nini ambacho uko nacho? What do you have, my sister? Nini ambacho uko nacho dada yangu? It could be your service to the Lord. Inaweza kuwa ni ibada mbele za Mungu. What do you have, my sister? Ni nini ambacho uko nacho? It could be preaching the word. Inaweza kuwa ni kuhubiri neno, It could be teaching the word. inaweza kuwa ni kufundisha It neno, could be leading the praise and worship. inaweza kuwa ni kuongoza, It could be giving. inaweza kuwa ni kupeana, It could be giving. inaweza kuwa ni kupeana, It could even be washing the house of God. inaweza kuwa ni kupangusa nyumba ya Mungu, It could even be standing with the servant of God. inaweza kuwa ni kusimama na mtumishi. What do you have? Ni nini ambacho uko nacho? The servant of God asked the widow, Mtumishi wa Mungu akamuuliza mjane, what do you have in your house? uko na nini kwa nyumba yako? The lady said, Huyu dada akasema, it's only little oil. ni mafuta tu kidogo, It's only little oil. ni mafuta tu kidogo. The servant told her, Mtumishi akamwambia, go and borrow enda ukaweze kuoga as many persons as you can. vyombo vingi The iwezekanavyo. God will serve. Akamwambia The God will serve. ya kwamba Mungu naye mtumia He normally gives us an open check. anatupea kile ambacho kimefunguliwa, You can sign in. kitabu ambacho You can ask what you want. unaweza uliza chochote, You can ask what you want. unaweza uliza chochote unachotaka. See, the
Even the servant of this Elisha, Huyu hata Elisha himself, he was not in the house. hata pia hakuwa katika hiyo nyumba. He wanted the lady to know Alitaka huyu mwanamke ajue that the source of our supply is God, not man. ya kwamba kila ambacho tunataka akitoki kwa tunatoka kwa Mungu. And you focus on God, not man. Unaangalia Mungu si mwanadamu. After telling the lady, Baada ya kumwambia borrow as many as you can, omba vingi upendavyo, as many as you can. vingi upendavyo. What do you have as your request? The Bible says, Biblia inasema Jesus told his disciples when he resurrected. ya kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa amefufuka. In John 14, Katika Yohana 14 verses 13 to 14, mstari wa 13 hadi that you 14 can ask anything you want. ya kwamba unaweza uliza chochote unachotaka. Ask the Father anything you want. Uliza Baba chochote unachotaka In my name, kwa jina and langu, it will be done for you. nitakifanya kwako. Anything you want. Chochote unachotaka. This lady was told, borrow as many as you want. Huyu dada akaambiwa omba vingi upendavyo, As many as you want. vingi upendavyo. This one tells us Hii inatuambia kwamba that we are the people that normally limit our ya God. kwamba ni sisi We are the people tunamzuia that Mungu. normally limit our God. Tunamzuia Mungu. This lady just went for a few vessels. Huyu mtu akaendea vitu tu vichache. This lady just went for a few vessels. Akaenda tu kwa vyombo vichache. She thought that the person was just speaking to her. Alidhani ya kwamba anaongea tu maneno It kwake. was just a normal talk. Ilikuwa tu ni mazungumzo ya kawaida. She could not read the signs and times. Angeweza kusoma dalili na Not wakati. knowing that the person is speaking. Ya kwamba kila ambacho huyu mtu anaongea This is not Elisha speaking. si Elisha anaongea. It is God speaking this person. Mungu anaongea ndani ya huyu mtu. God borrowed vessels. Enda uombe vyombo. She went and borrowed few. Alienda kaomba vichache. She came with them. Akakuja nazo. Locked herself with them in the house. Akajifungia ndani ya nyumba nazo. Then she followed the instruction. Na akafuata maagizo. Take the oil. Akamwaga Take mafuta. the jar of oil. Akachukua chupa ya mafuta. You pour inside. You pour just a little, a little. Akaanza kumwaga kidogo kidogo. Just pour, just pour, just pour. Mwaga tu kidogo kidogo. This lady got surprised. Huyu mwanadada akashangaa. As she was pouring, Alipokuwa anamwaga, the first vessel got filled up. hiyo chombo cha kwanza She kikaisha. moved it aside. Akaweka kando. She went another one. Anaenda kwa nyingine. I was just to hold it up like this. Alipokuwa anakishikilia hivi, The oil was just dripping from it. hiyo mafuta ikaanza kudondoka ndani You yake. can see this lady wondering. Huyu dada unamuona I akishangaa. thought the jar of oil is a small one. Alidhani ya kwamba ni kidogo I sana. thought you were get a small bottle. Nilikuwa tuna kichupa kidogo. How come this small bottle here Inashangaza hata hii has managed to fill that one? imefaulu kujaza hii. And still the oil is coming. Na bado kuna mafuta. Some oil is still coming. Bado kuna mafuta yanatokea. Some oil is still coming. Bado mafuta yanatokea. The second one is also full. Pia ya pili kawa imejaa. Bringing the third one. Akaileta ya tatu. Some oil is still coming. Bado kuna mafuta yanatokea. Some oil is just still Bado coming. kuna mafuta yanatokea. I have a message to somebody of God. Pata ujumbe mtumishi wa That the Mungu. God that we serve Ya kwamba Mungu naye is mtumikia. able to do exceedingly. Ya kwamba anaweza fanya He's able to zaidi. do abundantly. Anaweza akafanya Something zaidi. you can think. Zaidi Imagine or ask. Alichoka ambacho nauliza. According to his power. Sawa na nguvu That zake. worketh in us. Remove the limitations. Anaweza toa Remove the limitations forever. vizuizi. Remove the limitations forever. Vizuizi dada. For God will serve. Mungu ambaye tunamtumikia. Nothing is impossible. Hakuna chochote ambacho ni Nothing kidogo. is impossible. Chochote ambacho ni Allow him, servant of God. ruhusu mtumishi And look at what you have. akaweza kututumia Do chochote. exchange with our God. Sisi na Mungu wetu. Do exchange with our God. Umewahi Give him the little you have. chochote ambacho kunacho kidogo. Give the Lord the little you have. Nilivyoamini Mungu na chochote You will kilicho multiply kidogo. the little you have. Chochote ambacho nacho You will kidogo. multiply the little you have. Haikitakuwa kidogo. The little could be your salary. Inaweza kuwa ni kidogo ni mshahara The ule. little could be your profit you normally get from that business. Inaweza kuwa ni kile kidogo ambacho unapata kwa hiyo biashara yako. Which is the little you have? Hicho ndio kidogo ambacho kuna. Which one is your little? Ni nini chako ambacho Which one is your little? Ni nini chako ambacho ni kidogo? Which one is your little? Ni nini chako ambacho ni At kidogo? one time Jesus performed a miracle. Kuna wakati ambao Yesu alifanya In muujiza the wilderness, katika jangwa. he preached to people. Akawahubiria watu, He taught people. akawafundisha watu For 3 days in the wilderness. kwa siku tatu wakiwa jangwani. 3 days in the wilderness. Siku tatu wakiwa Then jangwani, he told his apostles akawaambia mitume that wake it is not good for us to send these people away. ya kwamba si mzuri tutume watu hawa mikono
feed them before they go. Inafaa tuwalishe ili waende. Some of the disciples told him Mmoja wao akawamuuliza that this place is the wilderness. ya kwamba hapa ni jangwani. We don't have shops here. Hatuna maduka. We don't have markets here. Hatuna masoko hapa. And even this crowd here, Na hata hapa mahali ambapo tuko it's a very big crowd. ni mahali ambapo ni pakubwa. Even if we have 200, Hata tukiwa na 200, 200 dinari, hata tukiwa na 200, dinari 200 dinari, tukiwa na mikate 200, 200 dinari, shillings, dinari, tukiwa na shilingi 200, dinari, we call it dinari. tunaita dinari. When you have 200 dinari, Tunapokuwa na dinari 200, he cannot feed this crowd. haiwezi ikalisha hii kikundi. Then Andrew told him Na Andrea akamwambia that there's a young lad, a young boy here. ya kwamba kuna mtu mmoja hapa, ni kijana. There's a young boy here Kuna kijana mmoja hapa with the 2 fish, ako na samaki wawili with the 5 bread. na mikate mitano. But what is that to this crowd? Na What is that to this crowd? na hiyo ni nini kwa hao watu wote? That's nothing to this crowd. Hiyo si chochote kwa watu hao wote. Is that like a drop of indignation? Ni kama tu tone ya maji katika bahari. A drop of ink in an ocean. Ni kama tu tone ya wino katika bahari. In the ocean. Katika bahari. That's nothing to this crowd. Ni si kitu kwa hao watu wote. Jesus told them. Yesu akawaambia, Go and bring it. enda ulete. Go and bring it. Enda ulete. It is a little wine in your hands. Ni kidogo inapokuwa mikononi mwako. But when it reaches my hand, Ikifika katika mikono it yako, will multiply. itajiongeza. It will feed this crowd. Italisha watu The hawa. 5 loaves, Mikate mitano, 4 fish, samaki wawili, fed 5,000 people. ililisha watu 5,000. I've come to prophesy to somebody. Nimekuja nikutabiria I've mtu. come to prophesy to somebody. Nimekuja nikutabiria mtu. That the dirty little you have been having, Ya kwamba kile kidogo ambacho umekuwa the nacho, little you have been having, kile kidogo ambacho umekuwa nacho, it is receiving the grace of multiplication. inapokea uwezo It is wa getting multiplied. inaongezeka. From today henceforth, Kuanzia leo kuendelea, multiplication grace kuongezeka is neema coming kuongezeka. into your hand. Inakuja kwa mikono It's yako. coming into your life. Inakuja kwa maisha yako. Multiplication. Kuongezeka. Multiplication. Kuongezeka. The Bible says Andiko inasema about this widow. kwa huyu mjane, This widow woman. huyu mjane She mwanamke kept on pouring. akaendelea kumwaga, She kept on pouring. akaendelea kumwaga. When she looked at the jar of the oil, Alipoangalia hiyo chupa, the jar is small. bado chupa ni ndogo, The jar is just small. ni chupa ni ndogo. But she's wondering, where is the oil coming from? Na inakuwaje hii mafuta inatoka wapi? Where is this oil coming Hii from? mafuta inatoka wapi? Where is this oil coming Hii from? mafuta inatokea wapi? Another vessel. Akaleta chombo Another kingine, vessel. chombo kingine, Until all the vessels were filled. mpaka hizo vyombo vyote vikajazwa. She asked the son, Akauliza mtoto is wake, there any other vessel remaining? kuna kingine kimesalia? Is there any other vessel remaining? Kuna chochote kingine chombo kimesalia? The son said, Mtoto wake akamwambia, all the vessels are filled up. zote zimejaa. Then the oil dried up. Na mafuta sasa ikakatikia. Then the oil dried up. Mafuta sasa ikakatikia hapo. Whenever you go before God, Mahali popote unapoenda mbele za Mungu, ask for big things. na kitu kidogo, Ask for big things. anaomba vitu vikubwa. Ask for big things. Omba vitu vikubwa. Ask for big things. Omba vitu vikubwa. Our God is able. Mungu ako na uwezo. He has the ability. Ako na uwezo. He has the authority. Ako na mamlaka. We want to worship God. Nataka tumwabudu Mungu. Wherever you want, you have to join us and we are worshiping the God. Na popote ulipo